kuitembeza na kuisambaza, na namna Yesu alivyohudumia watu ndivyo na mimi ninavyohudumia watu, na ndivyo nataka niendelee kuhudumia watu, maana hilo ndio kusudi linalofanya mimi niishi. Siku nikiacha nitakufa. Nikiacha kuhudumia na nikiacha kuifanya kazi ya Mungu nitakufa. Kuifanya kazi ya Mungu sio hii niliyosimama hapa kufanya. Hii sio kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ni ile ambayo tumeifanya tangu jana mpaka leo asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Mungu ni kuhudumia watu. Kazi ya Mungu ni kufanya watu wengine wamuone Mungu. Kazi ya Mungu, mtumishi wa Mungu yeyote anataka watu wamuone Mungu kupitia huduma yake, sio yeye amuone Mungu kupitia maisha ya hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Sijaona utofauti uliopo kati ya viongozi wetu wa leo, maana hata mimi nimetokea kwenye dini, ila baada ya kusoma maandiko vizuri nikajua kumbe, na nilipoanza kutafuta uhuru nikaitwa mwasi, kaitwa huyu amepotea, kaitwa huyu sasa ameanza kuabudu vitu vingine, kusema huyu mtu ameanza kuja na injili ambayo haipo. Lakini nikikaa nao kwenye kulingana na kitabu hiki wanakosa majibu ya kunipa, kwa sababu ninawauliza vitu vilivyoko humu. Imeandikwa hivi, mbona nyinyi mnatupeleka hivi? Imeandikwa hivi, kwa nini iwe hivi? Na watu wengi, ndio maana kitabu cha Hosea anasema watu wangu wanaangamizwa. Sio wanaangamia, wanaangamizwa kwa kukosa nini? Kwa kukosa nini? Maarifa. Lakini Biblia inasema kumcha Bwana ni chanzo cha nini? Maana yake watu wake wanaangamia kwa sababu wameshindwa kumcha Bwana, na kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa. Kama kuna watu wanaangamizwa kwa sababu hawana maarifa, maana yake wanaangamizwa kwa sababu hawamchi Mungu. Na huwezi kumcha mtu ambaye usiyemjua. Bwana Yesu asifiwe. Tumezaliwa tangu tukiwa watoto tunaenda Sunday school, tunasomewa maandiko. Hatujawahi kukaa na kusoma sisi wenyewe. Wangapi wanajua kusoma na kuandika hapa? Jamani, hapa tuko darasani. Wangapi wanajua kusoma na kuandika? Jiulize, mara ya mwisho wewe kusoma Biblia ilikuwa